Kabla ya kutumia ni vizuri chumba chako au jiko lako unalotumia liwe na hewa ya kutosha. Ni vizuri unapotumia usiache vitu unavyovipika bila kuangalia, bila uangalizi wowote. Yaani mkaanza unachemsha maziwa yanamwagikia pale, sijui uchafu wote unamwagikia pale. Ni vizuri unapotumia ukague miundombinu ya jiko lako kama iko vizuri, hasa ule waya unaoingiza gesi. Lakini pia ni vizuri unapotumia kuacha jiko lako au gesi yako kwenye hali ya usafi pale unapomaliza kutumia, kwa kuizima, kuhakikisha imezima na kuhakikisha ya kwamba hakuna uvujaji wowote. Wa mtungi usafirishwe ukiwa umesimama ili kuepusha uharibifu wa hii valve hapa. Valve ikiharibika, maana yake ni kwamba gesi itavuja, na gesi ikivuja unaweza wakati husika ukawa wewe haupo. Lakini ikitokea kuna leakage ya gesi imevuja aidha kwenye mtungi au kwenye jiko lako, kitu cha kwanza kabla hujafanya chochote, hakikisha umeruhusu hewa kupita kwenye eneo la jiko lako. Usiwashe chochote, hata taa, hata kama ni usiku. Hii gesi kwa sababu ya usalama imewekewa harufu. Kiasilia gesi haina harufu, lakini imewekewa harufu ili kukusaidia wewe mtumiaji kuisikia endapo inavuja. Kwa hiyo ukisikia gesi inavuja au ukinusa kwamba gesi inavuja, epuka kuanzisha chochote kinachoweza kuleta moto. Hata switch tu ya umeme inatosha kabisa kuanzisha moto. Kwa hiyo ruhusu hewa ipite, fungua madirisha, zima chochote ambacho kinawaka wakati huo, kizime, ili kusije kukatokea chanzo cha moto. Ukitulia, gesi itaondoka bila kuleta madhara yote. Ukipanic na kufanya chochote ambacho kitaanzisha moto, una hatari ya kusababisha madhara makubwa. Kwa hiyo ni vizuri ukachukua hizi tahadhari. Unapoipokea mtungi wako kutoka kwa yule uliyemwagiza, hakikisha mtungi ule unaukagua kujiridhisha kwamba seal yake bado ipo. Hakikisha unajiridhisha kilo ulizozinunua ni sawa na kilo ulizoletewa au zilizoandikwa kwenye mtungi. Lakini pia jiridhishe kama hakuna uvujaji wowote kwenye ile valve. Na unajiridhishaje? Unajiridhisha kama anavyofanya mkaguzi wa tairi inayovuja ya baiskeli au ya pikipiki au ya gari. Mnafanyaje kukagua? Sisi tuna imani ya kwamba elimu hii mlioipata inapatikana sasa kwa umma, kwa sababu moja, ninyi ni wajibu wenu wa moja kwa moja kuelimisha umma, lakini la pili, ninyi pia ni watumiaji wa huduma ambazo EWURA tunazisimamia. Kwa hiyo ni wadau wetu muhimu sana kwa kila nyanja. Kwa hiyo kwa kupata fursa hii ya kuzungumza nanyi kupitia mada chache tu katika mengi ambayo EWURA inayafanya, tunaamini ya kwamba tumefikia jamii kubwa zaidi kuweza kuelewa shughuli zetu. Leo tumekuwa na uelewa wa EWURA pamoja na shughuli zake, lakini pia tumeelewa kuhusiana na wajibu wetu EWURA katika kufikia mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati salama ya kupikia, na tumeona pia wajibu wa EWURA kuhimiza uwekezaji hasa kwenye maeneo ya vijijini kwa miundombinu ya bidhaa za petroli. Lakini pia tumejifunza kuhusiana na namna EWURA ambavyo inashughulikia migogoro inayoletwa kwake kutoka kwa wateja wa watoa huduma. Imani yetu ni kwamba mada hizi zitakuwa ni chachu tu ya nyie kuendelea kutafuta zaidi